Baada ya Jumatatu takatifu, inafuata Jumanne takatifu. Kristo hapumziki. Anarudi kule Yerusalemu hekaluni, na kule anaenda kutoa mafundisho. Hapo Kristo alifundisha kama mtu mwenye mamlaka na mwenye madaraka. Mafundisho yake yanaonekana kuleta hali ya kutoelewana baina yake na makuhani. Mfano mzuri ni ile hadithi ya mkulima aliyewatuma wafanyikazi kuangalia wale waliokuwa wameajiriwa, na wale wafanyikazi waliwapiga na kuwafukuza. Baadaye mwenye shamba alituma mwanaye mwenyewe, na wale wafanyikazi walimkamata wakamuua asionekane tena. Hapa Kristo anarejelea ujio wake na ujio wa wale ambao walitumwa ili kuleta ujumbe wa Yesu Kristo. Baadaye jioni, Kristo anaungana na wanafunzi wake kwa ajili ya chakula cha jioni. Wakati ule Kristo anabashiri kwamba yupo atakaye msaliti. Kwa kusikia hivyo, wanafunzi wote wanaingiwa na wasiwasi, kila mmoja akitaka kujua iwapo ni yeye. Lakini kwa kitendo cha kumpa mkate, Kristo anawaeleza kwamba ni Yuda atakayemsaliti. Baadaye Kristo anamwambia Yuda Iskariote atende anachokusudia kutenda haraka, na baada tu ya kupewa mkate, shetani anamwingia Yuda naye anaondoka. Hapa Yuda ana ile nia ya kumsaliti, anatumiwa na shetani. Lakini upande mwingine Petro anamwahidi Yesu kuwa tayari kufa na yeye. Asichojua Petro ni kwamba mwishowe atakuja kumkana. Tuungane kesho tuone Yuda alipoondoka alienda wapi, naye Kristo aliendelea kufanya nini?